Eternal Father, I offer you the body and the blood. Nashukuru Mungu sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu asubuhi ya leo, ambayo kwa mara nyingine amefanya tupatikane mahala hapa ili tupate kusemezana katika jina la Yesu. Kwanza kabisa ningependa kabla sijaendelea, mimi ni mchungaji Leonard Omondi wa kanisa la God of Eternity Church ambayo inapatikana katika sehemu la Dandora Phase 4 nyuma ya Karea Supermarket. Naomba ya kwamba tuombe Bwana kabla hatujaendelea katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na kushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Na kushukuru kwa sababu fursa ambayo niko nayo hapa sio fursa yangu bali ni yako. Na kushukuru kwa sababu wale ambao naenda kunena nao sio watu wangu bali ni watu wako. Na kushukuru Bwana wa majeshi kwa sababu ya wema na upendo ambao umenifanyia. Ninapoendelea kuleta neno lako, naomba ya kwamba Bwana mimi niwe tu chombo bali wewe ndio unielekeze kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Roho Mtakatifu chukua shukani kwa sababu kazi ambayo niko nayo sio kazi yangu bali wewe ndio mwelekezi mwema. Katika jina la Yesu nimeomba nikishukuru. Amen. Mpendwa msikilizaji, na kushukuru Bwana sana kwa sababu ya fursa hii ambayo nimepata ili nipatikane hapa Lolwe TV na nilete neno ambayo Bwana alikuwa anaweka katika roho yangu. Asubuhi ya leo Bwana alikuwa anaelekeza nikuambie ya kwamba yeye ni Mungu ambayo anakukumbuka. Yeye ni Mungu ambayo hajakusahau. Yeye ni Mungu ambayo hatakusahau kamwe. Mungu wangu ananiambia ya kwamba nikuambie ya kwamba wewe huwezi saulika. Anaelewa mateso ambayo unapitia, anaelewa dhiki ambayo unapitia, anaelewa uchungu ambayo unapitia, anaelewa shida ambayo unapitia, anaelewa ukosefu ambayo unapitia. Na mara mingi kama mtoto wa Mungu unaweza dhania kwamba Bwana amekuacha. Unaweza fikiria ya kwamba Bwana hashughuliki, lakini Bwana wa majeshi amenituma nikuelekeze ya kwamba yeye hajakusahau. Mungu hajakusahau. Hiyo ndio ujumbe ambayo Bwana alikuwa ananipea asubuhi ya leo, ya kwamba hujasaulika machoni pake. Hata kama unaona ya kwamba unapitia mateso, hata kama unaona ya kwamba mambo ambayo unapitia sio ya kawaida, hali ambayo unapitia ya ukosefu sio ya kawaida, Bwana anasema ya kwamba nikukumbushe ya kwamba hujasaulika, ya kwamba anakukumbuka, ya kwamba anakujali. Hata kama unapitia hali ngumu anakujali. Wacha tuende katika kitabu cha Samueli wa kwanza 16. Inafaa tuanze moja, lakini kwa sababu ya muda tuanze katika mstari wa 6 na Bwana anaenda kutubariki katika jina la Yesu. Andiko inasema hivyo wapendwa, ya kwamba walipofika na Samueli akamuona Eliabu, akajisemea moyoni mwake, hakika mpakwa mafuta wa Mwenyezi Mungu ndio huyu aliye mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu akamwambia, usiangalie sura na urefu na kimo chake. Mimi nimekataa, kwani siangalii mambo kama yalivyoangaliwa na binadamu mwenye kufa. Binadamu huangalia uzuri wa nje, lakini mimi naangalia moyoni. Kisha Jese akamuitia Abinadabu na akamleta mbele ya Samueli. Lakini Samueli akasema, wala huyu hakuchaguliwa na Mwenyezi Mungu. Jese akamleta Shama na Samueli akasema, wala huyu hajachaguliwa na Mwenyezi Mungu. Jese akampitisha wanawe wote 7 mbele ya Samueli, lakini Samueli akawaambia, Mwenyezi Mungu hajachagua yeyote kati ya hawa. Halafu akamwambia, je, wanao wote wako hapa? Jese akamjibu, bado yuko mdogo, lakini amekwenda kuchunga kondoo. Samueli akamwambia, tuma mtu amlete, sisi hatutaketi chini mpaka atakapofika hapa. Hivyo Jese akatuma mtu, naye akamletwa. Yule kijana alikuwa mwenye afya, mwenye macho magumu na kupendeza. Mwenyezi Mungu akamwambia Samueli, sasa huyu ndiye, inuka upake mafuta. Samueli akachukua pembe lake mwenye mafuta
akamiminia Daudi mafuta mbele ya kaka zake. Mara roho ya Mwenyezi Mungu akamjia Daudi kwa nguvu. Akakaa tangu siku hiyo na kuendelea, kisha Samueli akarudi mjini Rama. Na Mungu abariki neno lake. Msikilizaji mpendwa, asubuhi ya leo nashukuru Mungu sana kwa fursa nzuri ambayo Bwana amenipea ya kwamba tusemezane pamoja. Nilipokuwa naomba nikasema ya kwamba wewe ambaye naongea na wewe asubuhi ya leo, wewe sio chombo changu, lakini wewe ni chombo mkononi mwa Bwana. Wewe sio, hii fursa ambayo niko nayo sio fursa yangu, lakini fursa ambayo Bwana ndio amepeana. Na nikasema ya kwamba tunakabidhi kila kitu mikononi mwa Roho Mtakatifu ambayo anatusaidia ili tupatane, ili tuende mbele pamoja. Nikasema ya kwamba wapendwa, Mungu alikuwa ananituma asubuhi ya leo na ujumbe lake ya kwamba niongee na wewe ambayo unanitazama asubuhi ya leo. Ninene na wewe ambayo asubuhi ya leo umeamuka kama uko na maswali kadhaa. Ninene na wewe ambayo asubuhi ya leo umeamuka kama unashangaa. Ni nene na wewe ambayo unapitia ibu ambayo hujui uanzie wapi na umalize wapi. Ni nene na wewe ambayo unapitia hali ngumu ya ukosefu ambayo hujui useme nini. Ni nene na wewe ambayo unakuwa unapitia mambo magumu. Wewe ambayo unapitia mambo magumu. Mungu amenipea ujumbe moja. Ni kuambia ya kwamba yeye Mungu hajakusahau. Unaweza kaa kana kwamba umesaulika. Unaweza kaa kana kwamba Mungu hajali wewe. Unaweza kaa kana kwamba Mungu amekunyamazia. Wapendwa, nimekuja nikuambie ya kwamba Mungu saa zingine huwa ananyamaza. Haimaanishi ya kwamba amekuacha. Mungu saa zingine huwa ananyamaza. Haimaanishi ya kwamba amekusahau. Mungu saa zingine huwa ananyamaza. Wakati unapikwa uwe chombo cha dhamana, Mungu huwa ananyamaza. Hata Yesu Kristo mwana wake wa kipekee ambaye alipenda sana, wakati Yesu alikuwa ako msalabani, wakati Yesu alikuwa anaandaliwa kuenda msalabani kulipa gharama ya uokovu yangu na wewe, Mungu alinyamaza. Ikafika wakati Yesu mwana wake wa kipekee akamuuliza ya kwamba baba yangu, mbona umeniacha? Mbona umenyamaza? Mbona umenisahau? Mbona? Kuna wakati unaweza jukua na maswali, Bwana mbona umeniacha? Bwana mbona umenisahau? Inakuanga katika maisha wakati wa Mungu kunyamaza. Haimaanishi ya kwamba hakupendi. Haimaanishi ya kwamba hakujali. Haimaanishi ya kwamba hakushughulikii. Haimaanishi ya kwamba Mungu hataki uendelee vizuri. Wapendwa, wakati unapikwa, wakati Mungu anataka utoke kama wewe ni chombo ambayo ni ya dhamana, wakati Mungu anataka uonekane ya kwamba wewe ni chombo ambayo anastahili, masaa zingine Mungu huwa ananyamaza, lakini anajua, lakini anashughulika. Lakini wakati huwa ananyamaza, yeye ndio bado anatawala. Wakati huwa amenyamaza, yeye ndio bado ako ushukani. Wakati amenyamaza, yeye ndio bado ako na wewe. Kuna wakati unazajiuliza ya kwamba Mungu umeniacha, lakini hajakuacha. Nimekuja nikuambia asubuhi ya leo, wewe ambayo unapoangalia familia yako unashangaa, unajiuliza ya kwamba Mungu umeniacha. Hajakuacha, hajakusahau. Mungu hawezi kukuacha, Mungu hawezi kusahau. Andiko inasema unaposoma katika kitabu cha Kutoka, Kutoka 3:7, Mungu ananena na wana Musa mtumishi wake ya kwamba Musa, nimetazama hali ambayo watu wangu wanapitia. Nimetazama vita ambayo watu wangu wanapigwa wakiwa hapo Misri. Nimeona hali ambayo, mateso ambayo watu wangu wanapitia wakiwa Misri. Nimeona dhiki ambayo wanapitia. Nimeona kazi ngumu ambayo wanapewa. Nimeona gharama ambayo wamewekewa. Napendwa, nimekuja nikuambia asubuhi ya leo ya kwamba hali ambayo unapitia kama mtoto wa Mungu, hali ambayo unapitia, vita ambayo unapitia, aibu ambayo unapitia, mateso ambayo unapitia, Mungu anaambia Musa ya kwamba Musa, wacha Waisraeli wapate kujua ya kwamba tayari nimeshuka. Sio ya kwamba nitashuka, tayari nimeshuka chini ili nitazame, ili niingilie kati, ili nishughulikie watoto wangu. Wameteseka ya kutosha, wameaibika ya kutosha, wamepitia uchungu ya kutosha,
wamepitia hali ngumu ya kutosha. Sasa hivi nimeshuka ili mimi mwenyewe nishughulikie watoto wangu, ili mimi mwenyewe nikomboe watoto wangu, ili mimi mwenyewe niteremushe yale ambayo wanahitaji. Wapendwa, asubuhi ya leo Bwana amenipea ujumbe ya kwamba nikuelekeze. Kama unaamini Bwana, kama unategemea Bwana, kama unangoja Bwana, kama unaabudu Mungu kwa ukweli, ni wakati ambayo watu wanakimbia left, right and center wakitafuta usaidizi. Kwa sababu gani? Mambo imekuwa magumu, lakini Mungu ananena na mtu mmoja ambayo amemtafuta, ambayo ameomba kwa ukweli. Nimekuja nikuambie ya kwamba kuna wakati unaweza kuwa unaomba, lakini kana kwamba Mungu hayuko karibu, kana kwamba Mungu hatazami wewe, kana kwamba Mungu hajui hali yako, kana kwamba Mungu hana haja na wewe. Nimekuja nikuambie ya kwamba Bwana wa majeshi amenituma niwe chombo asubuhi ya leo. Anasema katika kitabu cha Kutoka ya kwamba tayari nimeshuka, nimetazama hali ya watoto wangu, nimetazama hali ya wapendwa wangu, nimetazama hali ya familia yao, hali ya ndoa yao, hali ya biashara yao, hali ya uokovu wao. Nimetazama vile shetani, adui ameshuka kuwatesa, adui ameshuka kuaibisha, lakini bado wamenikwamilia. Wewe ambaye bado umekwamilia Mungu, asubuhi ya leo Bwana amenituma ya kwamba nikuambie ya kwamba hajakusahau, ya kwamba hajakuacha, ako nyuma yako. Hata kama unapitia mateso, hata kama unapitia moto, hata kama unapitia aibu, Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba hajasahau. Anajiuliza ya kwamba kama mama anayenyonyesha, kama mama ambayo ananyonyesha, ako na mtoto, ndio hawezi sahau mwana wake. Kama mama ambayo ananyonyesha ndio hawezi sahau, kwa sababu kila mara anakumbushwa na uzito ya maziwa, ya kwamba mtoto wake anataka maziwa yake. Kama huyo mama ndio hawezi sahau mtoto wake, yeye Mungu anaweza kusahau kwa jinsi gani? Yeye Mungu anaweza kuacha kwa jinsi gani? Kama mama binadamu ambaye ako na udhaifu, binadamu ambaye anakufa, binadamu ambaye anasahau, binadamu ambaye ako na uwezo wa kusahau na kutupa mikono, ndio hawezi sahau mtoto wake wa kunyonyesha. Ikifika wakati wa kumnyonyesha, anajinyima ili amnyonyeshe. Yeye Mungu muumbaji, yeye Mungu ambaye ako na mpango mzuri, yeye Mungu ambaye anakushughulikia, anaweza kusahau aje? Ndio neno ambayo Bwana ananipea asubuhi ya leo, ni nene na wewe ya kwamba hawezi kusahau. Story ambayo tumesoma ni kuhusu mfalme Daudi. Andiko la Bwana inasema ya kwamba kuna wakati Mungu alikuwa amechoka na uongozi wa Saulo. Uongozi wa Saulo ilichokesha Mungu, na Mungu akajiondoa katika ufalme wa Saulo. Mungu akaondoa ufalme wake kwa mikono wa Saulo, na akatazama katika familia ya Jese. Kuna kijana mmoja, kunaye mtu mmoja ambaye alipatikana, ambaye anaitwa Daudi mwana wa Jese, alipatikana. Andiko inasema ya kwamba Mungu akatuma nabii Samueli ya kwamba aende kwa Jese na apaki Daudi mafuta. Andiko inasema ya kwamba alipofika Samueli akawa na woga, akajiuliza ya kwamba itakuwaje kama nitaenda upande hiyo? Haitakuwa rahisi. Itakuwaje kama nitaenda huko? Haitakuwa rahisi. Na Mungu akaelekeza Samueli ya kwamba atengeneze dhabihu. Nasema ya kwamba anapoenda kwa Jese, anaenda kutolea Mungu dhabihu. Anapoenda kwa Jese, Saulo atakaposikia ya kwamba ameenda kwa Jese kupaka mfalme mwingine, haitakuwa rahisi. Andiko la Bwana inanukuu vizuri, mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wangu, ya kwamba akaenda kwa Jese. Mahali tumesoma inaelekeza ya kwamba alipoenda kwa Jese, yeye mwenyewe macho yake ikaona Eliabu, kwa sababu Eliabu alikuwa na sura, Eliabu alikuwa na mwili, Eliabu alikuwa na umbo nzuri. Lakini alipofika pale, Roho wa Mungu akamwambia ya kwamba sio huyu. Mimi Mungu sitazami vile watu wanapotazama. Mimi Mungu sioni vile binadamu wanavyoona. Binadamu wanaangalia vitu za nje ambayo zinakufa, na mimi Mungu natazama roho ya mtu. Na Biblia inasema ya kwamba katika nyumba ya Jese watu wakaletwa, Eliabu akaletwa, Sama akaletwa, kila mwana wa Jese akaletwa mbele ya mfalme.
mbele ya nabii Samueli ya kwamba apate kumpaka mafuta, lakini hangepakwa kwa sababu hawakuwa wamechaguliwa na Mungu. Andiko inasema ya kwamba hata Jesse mwenyewe alisahau ya kwamba kunaye mwanaye mwingine ambaye ako naye. Wapendwa, nimekuja nikuambie nini? Mzazi anaweza sahau, wale ambaye wako karibu na wewe wanaweza sahau. Wakati unapitia mateso, wakati hakuna kitu kwa mikono yako, wakati hakuna kitu kizuri kwa mikono wako, wakati unapitia mateso, wakati unalipa gharama ya maisha, watu huwa wanajiondoa mpaka unastukia kwamba umebaki peke yako, mpaka unajiuliza. Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa anapitia hali ngumu akamuuliza ya kwamba baba yangu, mbona umeniacha? Kuna wakati unaweza kaa kana kwamba Mungu amekuacha, Mungu amekusahau. Wapendwa, binadamu anaweza sahau. Jesse akasahau ya kwamba anakuanga na mwana na wangu wa Daudi. Jesse akasahau ya kwamba baadhi ya watoto wake kunaye mmoja. Kwa sababu gani? Daudi alikuwa mtu ambaye ako na roho ya uchungaji, alikuwa mtu ambaye ako na roho, hata alikuwa amechafuka, alikuwa ananuka makojo, alikuwa ananuka hata mafia ya kondoo na ng'ombe na mbuzi, alikuwa na harufu mbaya, lakini mbele ya Mungu alikuwa mtu ambaye anapendeza. Na za kuambia kwamba shida zako inaweza fanya watu wakusongee mbali, kwa sababu unanuka kisirani, unanuka umaskini, unanuka vita, unanuka chuki. Hali yako inaweza fanya watu wakuone ya kwamba wewe sio mtu ambaye anafaa. Hali yako inaweza fanya vyotezo ambayo unapitia, inaweza fanya watu wanapokutazama wanaona ya kwamba wewe ni shida tupu. Hakuna mtu huwa anapenda kusonga karibu na yule ambaye anapitia shida, yule ambaye analipa gharama. Nimekuja nikuambia nini, msikilizaji na mtazamaji wangu asubuhi ya leo, ya kwamba unaweza kuwa unapitia wakati wako wa kulipa gharama, unaweza kuwa unapitia wakati wako ya kutengenezwa, unaweza kuwa unapitia. Hakuna yule angepitia Yesu Kristo wakati wake wa shida. Ndiko nyingine inasema katika kitabu cha Kutoka 40, wakati Joseph aliwekwa, Josefu alikuwa ameshikwa na akafungwa, ako kwa jela. Biblia inasema ya kwamba alipokuwa kwa jela, muota ndoto anapokuwa kwa jela, andiko inasema vizuri ya kwamba huyu muota ndoto alifungwa kwa jela, na hapo mahali alifungwa na Farao, hapo ndani pia wafanyikazi wa Farao, mmoja ambayo ni ya kutengenezea kupeleka kikombe cha kinywaji, na yule alikuwa anatengeneza mikate kwa Farao, walifanya makosa, wakawa na nia mbaya na Farao. Na Farao alipofanya uchunguzi akagundua, na Biblia inasema ya kwamba na wao pia wakaenda wakafungwa, na hawakufungwa kwingine, walifungwa pamoja na Joseph muota ndoto. Wao pia walikuwa na neema ya kuota ndoto, na Biblia inasema ya kwamba siku moja wakaota ndoto ambayo ilileta huzuni katika maisha yao, ndoto ambayo wakiamuka asubuhi wako na huzuni. Vile wewe leo hii unaweza kuwa umeamuka uko na huzuni. Kwa sababu gani? Hali vile unavyoona, ndoto zile unaota, mambo vile ilivyo sio rahisi. Nimekuja nikuambie ya kwamba Bwana anakukumbuka. Biblia inasema ya kwamba hawa waota ndoto asubuhi, Joseph alipoamuka akawauliza ya kwamba, wapendwa, mbona macho yenu inaonyesha ya kwamba mko na huzuni? Maana macho yenu inaonyesha ya kwamba mnapitia hali ngumu. Mbona tunaweza soma tu kwa macho yenu ya kwamba yale ambayo mnapitia sio rahisi? Wapendwa, nimekuja nikuambia asubuhi ya leo ya kwamba baada ya hapa na Josefu akatafsiri hiyo ndoto, na akaeleza yule ambaye alikuwa anapeana kikombe cha kinywaji kwa mfalme Farao ya kwamba wewe, siku 3 zako itakapofika, mfalme atakuita na kwa hakika utarudishwa kazini. Na yule ambaye alikuwa anapika mkate akaambiwa ya kwamba wewe, vile umeota siku 3 ikifika, mfalme atakuita na mwishowe ataamua ya kwamba wewe unauliwa. Kwa hivyo wewe jiandaa kukufa baada ya siku 3. Na Josefu akachukua nafasi yake na akanena na yule ambaye alikuwa mpeana kikombe cha kinywaji kwa mfalme ya kwamba, mpendwa, nimetafsiri ndoto. Mpendwa, tumekuwa watu wa karibu. Mpendwa, Mungu amekukumbuka.
kumbuka. Utakapofika mbele ya mfalme, utakapofika mbele ya Farao, umwambie ya kwamba kunaye mwenzako ambayo akona neema, ambayo akona kitu hajakosa sana, lakini amewekwa ndani, hata yeye apate kumbukwa vile wewe umekumbukwa. Lakini binadamu ni binadamu. Andiko inasema ya kwamba unaposoma chapter 40 verse 23 ya kwamba yule aliyekuwa anapeana kikombe alipofika mbele ya mfalme akasahau Josefu. Hata wewe unaweza kuwa kuna watu umetendea mema, kuna watu umesaidia, kuna watu umeinua maishani, kuna watu umesomesha, kuna watu umelisha, kuna watu sahihi wanaendelea vizuri wakati wewe unateseka. Kwa sababu gani? Unaendelea vizuri lakini wamekusahau. Hawajakumbuka matendo mazuri, hawajakumbuka maombi yako, hawajakumbuka pesa yako ulikuwa unatolea. Hiyo uchungu hata kama uko nayo ya kwamba wakukumbuke. Binadamu ni ya kusahau. Binadamu hananga wakati wa kukumbuka matendo ya binadamu. Aliye na ripoti mzuri, aliye na nia ya kukumbuka yale ambayo umefanya ni Mwenyezi Mungu pekee. Amenituma nikuambie ya kwamba matendo mazuri ambayo umetenda katika maisha yako anakumbuka. Hata kama unateseka, tayari anasema katika kitabu cha Kutoka ya kwamba ameshuka ili apate kushughulikia, ya kwamba ameshuka ili apate kuinua tena, ya kwamba ameshuka ili akushike mikono. Hiyo ndio jumbe ambayo Bwana anipea, ya kwamba wacha kufadhaika, ya kwamba wacha kuhuzunika, ya kwamba wacha kuona kana kwamba umefika mwisho. Bwana wa majeshi asema ya kwamba anakumbuka, ya kwamba hata kama unaona ya kwamba wale umesaidia, vile Joseph aliyang'ang'ana kutafsiri ndoto lakini wakasaulika, mwishowe mfalme mwenyewe, Farao mwenyewe ndio akaota ndoto na akatafuta mtu ambaye anaweza tafsiri ndoto, haikupatikana. Yule alisaidiwa hakukuwa na neema ya kutafsiri ndoto, akakumbuka ya kwamba kuna mtu nimewacha gerezani miaka 2 baadaye, kuna mtu amekaa katika mateso lakini kuna neema ya Bwana ndani yake. Hata wewe nimekuja nikuambie, hata kama unateseka kuna neema ya Bwana ndani yako. Hata kama unapitia uchungu kuna kibali cha Bwana ndani yako. Vile Josefu alikumbukwa akiwa gerezani, hata wewe Bwana akona uwezo wa kukumbuka wewe. Hata wewe Bwana akona uwezo wa kushika wewe mikono. Mahali tumesoma wapendwa, wacha turudi katika maisha ya Daudi. Biblia inasema ya kwamba Daudi alikuwa jangwani, Daudi alikuwa anateseka kule, Daudi alikuwa ameungana na wala ambayo sio wa maana sana. Ako huko jangwani anachunga kondoo, anashughulika. Roho yake haina vita na mtu, roho yake haina chuki na mtu, roho yake haina jambo lolote ambayo ni mbaya mbele ya mtu, lakini akanafanya kazi ya kuchunga kondoo ya baba yake. Biblia inasema ya kwamba Samueli akauliza ya kwamba wewe Jesse, masifikiria vizuri, unataka kuniambia ya kwamba Mungu amekuwa mjinga anitumi hapa kwako na hakuna mwana wako ambaye anaweza teua? Leo hii Mungu ananiambia ya kwamba umeteuliwa. Samueli akauliza Jesse ya kwamba je, wameisha? Jesse anasema ya kwamba hapana, kuna mmoja mdogo, kuna mmoja ambayo mambo yake ni kushughulika na makondoo. Wacha nikuambia kwamba mzazi anaweza sahau, mzazi anaweza kukataa, watu wanaweza kukataa, watu wa jamii yako wale umesaidia wanaweza kukataa, lakini Mungu akatoa oda ya kwamba hatutakaa chini. Samueli akatoa oda kupitia sauti ya Mungu ya kwamba hakuna kukaa chini kabla Daudi hajaletwa hapa, hakuna kukaa chini kabla Daudi hajafika. Ameteuliwa na Mungu. Nimekuja nikuambia nini mpendwa, ya kwamba hata kama unateseka, ya kwamba hata kama unapitia uchungu, ya kwamba hata kama unapitia mambo mazito, umeteuliwa na Mungu. Mungu wako upande wako, Mungu anakupigania, Mungu anakuwezesha, Mungu anakushika mikono. Hata kama unapitia hali ambayo inakaa ya Ayubu, Mungu ako upande wako. Mungu ananiambia nikuambie ya kwamba anakujua. Andiko inasema ya kwamba
ilibidi Samueli atumana, Jese atumane, ilibidi Jese atumane, ilibidi Jese atumane. Na nadhania kwamba walipoenda wakamsukuma kwa sababu wanaona yule waliokuwa wamemdharau, yule waliokuwa wanaona ya kwamba hana kitu kizuri, ndio amewekwa, ndio ameteuliwa. Wakasema ya kwamba watu wetu hawawezi kaa chini mpaka ufike. Wewe ambaye watu wanaona ya kwamba hakuna kitu kizuri ndani yako, nimekuja nikuambie ya kwamba Bwana anasema ya kwamba itafika wakati ambayo watu hawatakaa chini mpaka ufike. Itafika wakati ambayo watu hawatakaa chini mpaka wewe ndio ufike. Kwa sababu gani? Umeteuliwa na Bwana. Kwa sababu gani? Umechaguliwa na Bwana. Kwa sababu gani? Bwana ako na mpango mzuri na maisha yako. Kwa sababu gani? Bwana anashukanga katika maombi yako. Bwana anashukanga katika hali yako. Bwana huwa anashuka, anatazama vile unateseka na unaamini Bwana. Andiko inasema vizuri ya kwamba Bwana akachagua Daudi. Nimekuja nikuambie, endelea kushikana na walio na ndoto kama yako. Endelea kuomba, endelea kusongea Bwana, endelea kutafakari wema wa Bwana, endelea kusonga katika mambo ya Bwana, kwa sababu Bwana wa majeshi ndio huyo Bwana anayekuinua. Yeye ndio anainua wale ambayo wamewachwa. Yeye ndio ameinua wale ambayo wamesaulika. Yeye ndio anainua wale ambayo wanazidi kushikana kwa maombi, kushikana kutenda wema. Anatazama roho ya watu. Wacha tu wapendwa kukasirika, wacha tu kukuwa na kuumia kwa sababu ya wale wanakutendea mema. Nimekuja nikuambie wewe unayotumainia Mungu, wewe unayotegemea Mungu, ya kwamba Bwana anakukumbuka, ya kwamba Bwana anakujali, ya kwamba Bwana ameamua ya kwamba wewe ni chombo chake. Endelea kuamini Bwana hata kama unapitia hali ngumu, ya kwamba mkombozi wako anaishi. Yesu ni mkombozi wako na anaishi hata kutetea. Nataka tu niombe na mtu mmoja ambaye anasema maishani mwake ya kwamba hata kama anateseka, sitabadilisha. Mimi nitakuamilia Bwana. Hata kama napitia uchungu, sitabadilisha. Hata kama napitia aibu, nitabaki na wewe Bwana. Utabaki msaada wangu, utabaki kimbilio langu. Nataka tu mtu mmoja ambaye anaweza piga magoti chini na aseme rohoni mwake ya kwamba yes, napitia mateso, ndio napitia uchungu, ndio napitia aibu, ndio madeni zimenikumba. Nataka niombe na mtu mmoja ambayo makesi imemkumba. Nataka niombe na mtu mmoja ambayo vita imemlemea. Nataka niombe na mtu mmoja ambayo madeni zimemweka chini. Nataka niombe na mtu mmoja ambaye ameshindwa kulipa rent. Nataka niombe na mtu mmoja ambayo hata kulipa school fees, mtihani ndio hii iko karibu inafanywa, lakini unadaiwa, huna amani. Nataka niombe na mtu mmoja ambaye hata vile watoto wake watakula hajui, lakini anatumainia Bwana. Nataka niombe na mtu mmoja ambaye anapoona maisha yake anasema ya kwamba hapana, ni kama nimefika mwisho. Mpendwa, Bwana hajakusahau. Bwana wa majeshi hajakusahau. Shika tu TV yako, shika tu radio, piga tu magoti yako chini mahali uko. Nataka niombe na wewe ambaye unatumainia Bwana, unangoja Bwana. Mambo ni mbaya, lakini unasema Bwana ndio msaada wangu, Bwana ndio mkombozi wangu, Bwana ndio ushindi wangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nilipoanza nikakuambia Bwana ya kwamba hawa ni watu wangu sio wako. Hii fursa umenipea ni yako sio yangu. Na Baba, mimi ni chombo tu. Baba, naomba vile nimenena nao kama chombo, ingilia kati hali yao, ingilia kati vita zao, ingilia kati aibu yao, ingilia kati kushindwa kwao, ingilia kati ufukara yao, ingilia kati Bwana. Wewe uliobadilisha maisha ya Daudi na ukamtoa katika kiti, ukamtoa katika uchungaji, na katika kiti cha uchungaji ukaweka katika kiti ya ufalme, unabadilisha hali, unabadilisha watu, unaondolea watu aibu. Bwana majeshi, wewe ulio na uwezo wa kukumbuka Josefu alipokuwa amefungwa gerezani, hata leo hii huyu anayepiga magoti yake chini, naomba ya kwamba umkumbuke, naomba ya kwamba mshike mikono, naomba ya kwamba umuinue, naomba ya kwamba Bwana wa majeshi anapotoka katika magoti zake, anapotoka katika machozi ambayo analia, wewe uko na jibu. Umesema ya kwamba tayari umeshuka na unaenda kukumbuka watu wako. Pokea sifa na utukufu unapomtendea mema. Akiinuka Bwana, wacha ainuke na ushindi, katika jina la Yesu nimeomba nikishukuru, amen. Mpendwa
Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, nashukuru Bwana wa majeshi sana kwa fursa hii ambayo amenipea niwe hapa katika Lolwe TV kwa sababu ya neno la Bwana. Naomba ya kwamba chukua nafasi yako unipigie simu katika namba yangu ya 0722 115714, 0722115714 ama 0733736040, 0733736040. Namba yangu iko hapa kwa screen. Hiyo namba unaweza tumia kunipigia simu, niendelee kuongea na wewe, niendelee kuomba na wewe. Na pia Mungu akikujalia, hiyo namba unaweza kununulia soda, kunilipia mimi fare ya kukujwa kwa studio. Unaweza kusupport nayo huduma ya God of Eternity, na Mungu akubariki. La sivyo tukutane wiki ijayo. Shalom, shalom, shalom. Eternal Father, I offer you